Mnyama amepiga Dodoma na ndugu zake. Mnyama amepiga wote ambao wamekuwa wakiwatuma. Dodoma Jiji bana wamepasuka vibaya mno. Chuma 3-1. Of course ilikuwa ni mechi ambayo Dodoma Jiji walianza wakijiaminisha kwamba wanamweza Mnyama. Kipindi cha kwanza Helfin akifunga bao mara baada ya makosa yaliyofanyika katika eneo la ulinzi pale, anapiga goli kali sana pembeni kabisa za nyavu, kwa maana far post magharibi ya moyo, ambapo Jibril Kasali alijaribu kutanua mbavu lakini ameshindwa kabisa, alishindwa kukuta ule mpira. Na Simba Sports Club ndio timu pekee katika michuano hii iliyotengeneza nafasi nyingi sana, shot of target zaidi ya 10. Shot on target wameziwasha karibia 4 hadi 5. Karibia 5 hadi 6, lakini corner almost 10 plus corner, yani corner zaidi ya 10. Huyo ni Mnyama. Kipindi cha kwanza ametengeneza corner zaidi ya 6, lakini kipindi cha pili ametengeneza zaidi ya corner 3 hadi 4. Kwa maana ametengeneza corner nyingi sana ambazo kusema kweli alideserve kupata matokeo mapema sana. Simba leo waliingia down sana kipindi cha kwanza, na pengine sijajua pressure ni nini, lakini nimejaribu kuzungumza na watu wananiambia pitch ya Arusha pia haiko vizuri, kwa maana mpira unadunda, lakini pia uwanja ule kama una kichuguu hivi, uwanja hauna utulivu, hauna, wachezaji hawachezi wakiwa flexible, kwa maana hawachezi wakiwa na flow vizuri, mpira unadunda sana. Lakini Simba amechagua ule uwanja kucheza mechi zake 3. Amecheza pale na TRA wakatoka suluhu, amecheza na leo na Dodoma amemwasha 3-1, lakini anaenda kucheza na Fountain Gate mechi inayofuata ya 3 pale. Kwa hiyo wao walikuwa wanepukana na masuala ya gharama, kwamba atoke Arusha alafu sijui arudi Dar es Salaam, sijui baadaye aje arudi tena pale. So amejaribu kufix hiyo, kuona namna gani ambavyo anaweza akatumia ule uwanja kwenye mechi zake hizo 3. Tuje kwenye mchezo. Simba alicheza vizuri sana kipindi cha kwanza, lakini kilichokosekana ni magoli. Poteza sana magoli leo. Libase Geye atajilaumu sana. Kipindi cha kwanza alipoteza clear chances kama 3. Chama Kletos ndani ya box amepoteza nafasi kama 2. Yeye na kipa zingine amedondoka mwenyewe pale na mambo kama haya. Lakini pia Aniset Ura, lakini pia mtu kama Nixon Kibabage ndani ya box naye pia alipoteza. Kwa hiyo kipindi cha kwanza tu Simba alikuwa na uwezo wa kumfunga Dodoma Jiji si chini ya goli 5. Lakini ndio hivyo tena, papara zilikuwa nyingi na pressure imekuwa kubwa sana. Selemani Mwalimu naye kapoteza nafasi kadhaa, lakini pia hata Nio Maema kipindi cha kwanza of course Simba alitawala, alitesa sana na asilimia 60-30 alitamba sana ndani ya mechi hiyo, na of course alionyesha ubora mkubwa sana. Lakini issue ilikuwa ni namna ya kupeleka ule mpira kambani. Sasa nimeulizwa maswali mengi wakati natangaza ile mechi live kwamba unaonaje, shida ni forward ya Simba ama shida ni nini? Bana, shida binafsi ambayo nilikuwa naiona kwa Simba ni ubinafsi. Wachezaji bado wanakale ka ubinafsi. Lebase Geye eneo la kutoa pasi anataka afunge, eneo la kufunga anatoa pasi. Kwa hiyo bado hawajakuwa na ile chemistry bora katika final third, eneo la mwisho ambayo ndio eneo la muhimu kweli, end product lazima pale itokee. So hiyo ndio mtihani ambayo Simba alikuwa nayo kisomo kweli, na uliona hata Chama alikuwa na uwezo wa kumpa pasi Lebase Geye katika eneo zuri, akataka kuopt kufunga mwenyewe. Kwa hiyo option zao nyingi ni mchezaji alikuwa individualism, kwamba nifunge mimi. Sasa hii nafikiri kocha alienda kwenye dressing room kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili Simba alikuja wakawa wanagongeana sana. Tuliona Libase, Aniset Ura wote wakiwa kwenye ubora, Chama, Kletus walikuja waka overcome na ile pressure walikuwa nayo wakaishusha, wakapiga mpira mwingi sana. Chemistry yao tukaiona katika eneo la mwisho, combination play tukaona ile za man to man, man to man. Hiyo ndio nilikuwa natafuta kuisema, man to man, kwa maana hawakuachia nafasi ya kucheza. Rushindi Rock na Ismail Olviature kwenye ubora mkubwa sana. Nixon Kibabagi kule juu naye kwa kwenye ubora kipindi cha pili, lakini pia Shomari Kapombe wote walikuwa na utulivu. Nio Maema to me katika eneo la namba 8, jamaa amewaka sana, alikuwa anapiga pasi ambazo kisema kweli zina maana sana. Kila passes, sideway pass, alikuwa namuona anapiga zile pinpoint passes, pasi za maana sana. Lakini pia Yusuf Kagoma kwenye ubora mkubwa. Kipindi cha pili of course Simba hana makaja kuwa na makosa kabisa, kwa sababu uliona wanafunga bao kali sana kupitia kwa Aniset Ura, lakini Selemani Mwalimu anakuja anafunga magoli mawili. Na Selemani Mwalimu kusema kweli goli alilofunga la kichwa ilikuwa ni one of the best goal, kwa sababu watu wote walikuwa wameshapoteana pale. Jamaa kagonga kichwa pembeni. Lakini pia goli alilolifunga Aniset Ura ilipigwa pasi na Chama ilikuwa kwenye engo, of course sio katikati, ilikuwa ni kwenye engo ya kona, inapigwa ndani, anachukua mpira ule pale anapiga kwenye engo far post kabisa. Daniel Mgore hajaona kitu pale, akawa anaugulia tu maumivu. Lakini sasa tukaona balaa zito bana pale kwa Selemani Mwalimu. Goli la pili alilofunga, amefunga goli kali sana,
sana kwa sababu alikuwa na uwezo wa kutoa pasi. Libasi Gea alikuwa ina uzuri, Edo Joseph Loemba alikuwa nzuri, Elim Panzu pia alikuwa ina uzuri, lakini jamaa akafunga mwenyewe. Lakini kipindi hicho kumbuka mabadiliko yalikwisha fanyika. Alitoka mwalimu, mabadiliko yalifanyika. Loemba nilimuona ndani, lakini pia nilimuona Elim Panzu ndani. Mbegu nilimuona ndani, Ladek Chezabi pia nilimuona ndani. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mabadiliko yale yaliyofanyika yalikuja kuleta matunda sana kwa Simba Sports Club, kwa sababu walicheza mpira mkubwa, mpira ambao walipaswa kucheza hivyo siku zote. Na kama watacheza vile ambavyo wamecheza leo, naona Simba mbali sana. Lakini issue ni kwamba isiwe ndio kwamba leo wanacheza vizuri, kesho hawacheze vizuri na koja kaa sawa. Moja ya timu ambayo imekuwa kizuizi kikubwa, timu ambayo imekuwa ikiwasumbua Simba ni Dodoma Jiji. Hata kama Simba anashinda mara zote na kuaga changamoto na kumfunga goli 3, ni kitu kikubwa sana kwa Simba kuwashikisha adabu, kwa sababu Dodoma Jiji wanapata kampani ya kutosha. Kuna watu wengi nyuma ambao wanaisupport hiyo timu. Na hata leo najua kuna watu wengi wameumia sana sababu waliokuwa na weka backup pale. Lakini mwisho wa siku akutana na Simba mwenye hasira sana. Kwenye ligi bado ana hati ya kuchukua ubingwa, alafu mpoteze tena kwenye michuano ya CRDB Federation. Hatua 16 bora Simba, ina maana asiende hatua robo finali. Ingekuwa ni jambo la ajabu sana. Na kwambieni viongozi wa Simba leo pasinge kalika. Yaani mashabiki leo wasingewaelewa viongozi wao. Yaani leo kila mmoja angetupiwa lawama. Leo kila mmoja angeambiwa waachie timu yao. Kila mmoja angeambiwa waondoke pale Msimbazi. Lakini mwisho wa siku wachezaji wamekuja wakafanya mambo makubwa. Magoli mawili mazuri mwalimu anafunga. Na niliwahi kuambia watu mwalimu is not a bad striker. Ni mshambuliaji mzuri sana, lakini issue ni kwamba anapaswa kuaminishwa, lakini pia anapaswa kupewa nafasi sana ya kufunga. Na ili apate nafasi ya kufunga hakutakiwi kuwa na ubinafsi wa wachezaji. Sio kwamba kila mchezaji anataka afunge yeye. Tengenezeni chemistry, pigeni pasi ambazo zinaonekana, mwekeeni kwenye njia, muone kama atakuacha. Hata leo alikuwa analalamika sana kipindi cha kwanza. Mpira ukipatikana Rushin Dirok atamwangalia Anis Tura amekaa vipi. Mpira umekaa vipi, ataangalia Ismail Olivier Tura, ataangalia Libasi Gea amekaa vipi, ataangalia Chama amekaa vipi, Nixon Kibabage ataangalia wamekaa vipi hawa jamaa wa pembeni. Lakini striker kama striker hawamjali, yani wamemseparate. Yaani kwa maana wamemweka mbali, kwa maana hawamzingatii, sio? Na alikuwa anawaambia kabisa bwana mipira mbona haifiki. Lakini baadaye nafikiri kocha aliwaambia, "Hii tukitaka kufunga magoli lazima tuhakishe kila mmoja ana play role yake vizuri, kila mmoja ana play part yake vizuri. Kama unacheza eneo la midfield, kisha unapiga pasi ambazo za uhakika, kisha haupotezi mipira. Kama wewe unacheza eneo la ulinzi, kisha unazuia vizuri, goalkeeper afikiwi. Lakini pia kisha hata mipira unaanzisha mipira kwa akili. Kama wewe ni winga, hakikisha mipira yako haipotei, kisha unawalisha watu wanao deserve. Kama wewe ni winga pembeni, hakikisha namba 10 wako anapata faida hiyo mipira. Lakini kama wewe ni namba 10, hakikisha forward wako, mshambuliaji wako anapata mipira. Ndicho ambacho kipindi cha pili kilifanyika, na Simba kawafanyia high pressing kweli, wakawashika kweli, Dodoma Jiji wakawapelekea moto kweli, na wakapata magoli. Of course tukaona magoli haraka. Dodoma analia kweli. Dodoma analia na refa. Dodoma analia na nani? Dodoma analia kwa sababu aliahidiwa pesa, lakini pia aliahidiwa vitu vingi sana. Sasa analia kufungwa na Simba kwa sababu wao na Simba ni maadui. Na Simba na Dodoma ni vitu viwili ambavyo haviendani kabisa. Hawana mpango nao kabisa. Yaani Simba na Dodoma ni kama vile Simba acheze na Yanga. Yaani hawatamani kabisa. Au Simba na Dodoma ni kama vile Simba acheze na Singida. Hatamani hata kumuona. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu kubwa sana ambayo inatumika nyuma kuipush hiyo timu. Sasa leo amefungwa uwanjani, hakuwepo na lawama yoyote. Kipindi cha kwanza of course walitamba kwa sababu walikuwa wamekaa chini low block na wakutaka kabisa. Mara baada ya kupata ile goli wakawa wanajilinda zaidi. Kinaidi Kipagui ile Anderson Solomoni nilikuwa namuona pale, lakini pia nilikuwa namuona mtu kama Salmini Dihoza, nilimuona kabisa Mwana Kibuta. Wamekaa chini kina Andy Bikoko, wote wako chini. Edgar William baadaye nimemuona ameingia, lakini bado hakuwa na madhara yoyote pale. Kwa hiyo waliweza kukamatwa. Na Simba ni timu kubwa, lazima sometime uonyeshe ukubwa wake, idhihirishe ukubwa kwa kuonyesha ubora wake. Na hicho ndicho ambacho wanapaswa kufanya. So Simba ameenda hatua robo finali. Tunasubiria huko mbele ndio atafanya nini. Of course leo weekend ya mashabiki wa Simba itakuwa nzuri sana. Selemani Mwalimu amefunga goli 2, lakini pia Anis Tura anaendelea kuwa kwenye ubora wake. Makosa machache ni kwa kina Libase ambao wao wanahitaji utulivu sana. Papara zimekuwa nyingi. Kuna muda ambao anatakiwa apige, kuna muda anatakiwa atengeneze nafasi. Pia kuna muda anapaswa kuingia ndani ya box alafu ajaribu. Waache ya mambo, lakini nimefurahi kumuona Chasambi
alipotea kwa muda mrefu, hatimaye ameanza kupewa nafasi ndogo ndogo. Lakini mwingine ambaye natamani kumuona ni Morris Abraham asipotee, lakini pia Elie Mpanzu leo amerejea. Kwa hiyo hata mashabiki wa Simba najua wamfurahi kumuona Elie Mpanzu kibisawala, lakini pia upande ule Loemba pia amerejea. Kwa hiyo squad ya Simba imerudi kwenye ile quality yake, na sasa anasubiria atakayesogea mbele itakuwa ni nani, ili kuona anafanya nini mnyama wekundu wa Msimbazi Simba. Endelea kusubscribe, salama kengele. Simba to the world. Leo goli 3-1 dhidi ya Dodoma Jiji. Dodoma analia pamoja na ndugu zake na majirani zake. Endelea kusubscribe, salama kengele. Friji Bov, nyeupe nyeupe, nyeusi nyeusi.